Mtazamaji, polisi wamesitisha usajili wa maelfu ya Wakenya ambao wanakongamana katika jumba la mikutano la kimataifa la KICC hapa jijini Nairobi kujisajili katika mfumo mpya wa fedha za kidijitali almaarufu Worldcoin. Maelfu ya Wakenya waliokuwa wamefurika kusajili mboni za macho yao kama njia ya usajili walikuwa wanatarajia kulipwa shilingi 7,000 katika mfumo huo wa fedha za kidijitali ambao ni wenye asili ya Marekani, huku Wakenya wakiisuta Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia kwa kusalia kimya licha ya data za Wakenya kuendelea kukusanywa na kununuliwa na kampuni hiyo ya ugaibuni. Isijulikane data hizo zitatumika wapi na vipi. Willy Lusige na taarifa hiyo kwa kina. Katika kipindi cha siku chache zilizopita, maelfu ya Wakenya wamekuwa na kongamana katika maeneo mbalimbali, hususan katika jiji la Nairobi kujisajili katika mfumo mpya wa fedha za kidijitali almaarufu Worldcoin na kupata malipo, ila Wakenya wengi wakiibua hisia tata kutokana na kuwa kampuni hiyo ya Marekani imekuwa inawasajili wanachama wapya na kupata data zao kwa kusajili mboni za macho yao kwa kutumia kifaa hiki maalum. It will then generate an iris code that is unique to the individual, and no other person can have that iris code because only that person has that set of eyes. Nimekuja huku kusaka ido yenye wanaita Worldcoin. Siku ya Jumanne, maelfu ya Wakenya walifurika katika jumba la mikutano la kimataifa la KICC jijini Nairobi ili kusajili na kuangukia posho. So the Worldcoin project is a project with the mission of ensuring that the global economy belongs to everyone. Ila kutokana na maelfu ya watu waliofurika, polisi wakiingilia kati na kutibu usajili huo kwa kile walichodai kuwa kampuni hiyo itafute mahali pakubwa pa kustahimili wingi wa watu hao. There are 10 billion tokens in total, and the majority, 75% of these tokens, are being distributed to humans around the world freely and fairly, with the belief that every human being deserves an economic opportunity. We got concerned because now it became a security issue. You know, when you have more than 3,000 people lining up in a place, yet we never knew before that there was something like this. Now it got our concern. Baada ya kujisajili, aliyejisajili anafunguliwa akaunti mpya ya fedha za mfumo wa kidigitali na kupokea sarafu 25 kwenye akaunti yake ambazo zinauzwa kwa kiasi cha $2 kila moja, sawia na shilingi 284 kila sarafu, hivyo kwa jumla ya shilingi 7,000. Maelfu ya Wakenya wakifurika kutokana na kile wametaja kuwa ukosefu wa ajira na kupanda kwa gharama ya maisha. Nimekuwa kwa kiu kwa sababu nimekuja kusaka do. Nimetoka Machakos. Sasa Kenya imekuwa kali, hakuna pesa, sasa tumekuja kutafuta tu. There is a Genesis grant which is 25 Worldcoin tokens being issued to every single person. Wakenya wakiingiwa na wasiwasi na kutaka kufahamu data inayokusanywa ni ya nini na inatumika wapi kutokana na kuwa kampuni hiyo si ya Kenya. We also need proper information for what is going on, what activities are carrying on, and who is benefiting from this. Because you cannot invest your money in cryptocurrency and you get nothing out of it. So you must give and get. Tume ya ulinzi wa data za Wakenya ikiwaonya Wakenya kuwa makini wanapotoa data zao za binafsi na kufahamu zitakapotumiwa, huku Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ikisutwa kwa kusalia kimya data za mamilioni ya Wakenya zikichukuliwa. What we saw from Data Commissioner, Director ICT in charge of data, was a license which was given in 2019. But operating licenses that are supposed to show us here, we never saw it. Wakenya wakiibua hisia kali kwa nini kampuni hiyo ya Worldcoin ambayo asili yake ni Marekani haijawasajili wakaazi wa huko na kulenga tu taifa la Kenya. Ila mmiliki wa kampuni hiyo, Sam Altman, ambaye pia ni mwanzilishi wa kampuni ya OpenAI iliyowekeza katika kubuni roboti za kimaumbile na kimtandao za kuwasaidia wanadamu kuendeleza shughuli zao, akisema usajili huo ni wa kusaidia kutofautisha picha za kidigitali zilizobuniwa na kuchorwa na roboti na zile halisi za wanadamu kutokana na kuongezeka kwa kiasi kikubwa kwa matumizi ya roboti za mitandaoni kubuni picha na vitu vingine vinavyofanana na wanadamu halisi. Just the iris and the iris code, we can be able to create a database of unique humans around the world without their name, their age, their country, no other information, none whatsoever.
Willy Lusige, KTN News, Nairobi. Haya mtazamaji, taarifa ndio hiyo, mwenyewe ujisikize.